Bwana mfalme wa muziki wa Bongo Flava Alikiba jana aliweza kuomba msamaha kwa Tanzania licha ya kilichotokea tarehe 29 katika maandamano ya uchaguzi mkuu nchini. Kupitia Insta story yake aliweza kuandika ujumbe mfupi sana. Je, unahisi wananchi waliupokea vipi? Ila kwa upande wa Harmonize jana pia alitangaza kupostpone show yake. Ilitakiwa ifanyike leo tarehe 7 Novemba pale mkoa Dodoma. Je, ni kwa nini Konde Boy aliamua kupostpone show yake? Ila kwa upande wa msanii Diamond Platnumz hali inazidi kuwa mbaya. Kupoteza wafuasi 100,000 kwa siku moja no reason. Kabla kuingia kwa uchambuzi kamili, nikukumbusha kuona kama unaweza kufinya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea habari zetu za kila siku. Kaa kitako, tega sikio. Kama nilivyokuelezea mwanzoni, msanii Alikiba jana aliweza kupost kupitia Insta story yake akiomba msamaha wa Tanzania kwa kuwakwaza licha kilichotokea nchini Tanzania. Sisi wote tunakifahamu kwa namna waliona aliwakosea kwa namna moja au nyingine. Maana wananchi wanahisi wasanii waliwasaliti sana wakati mgumu. Maana hakuonekana kipindi walikuwa wanawahitaji sana. Wasanii wengi walikuja kutoa pole na condolences kwa familia zilizopoteza watu wao. So, msanii Alikiba alikuja baadaye, yani alikuja mwisho kutoa matamko yake kuhusu kilichotokea pale nchini Tanzania, lakini alikuja kwa stari yake, alikuja kuomba radhi kwa Watanzania. Alikiba aliweza kupost ujumbe huu mfupi, nataka nikusomee. Poleni ndugu zangu wa Tanzania. Ninaomba msamaha kwa kuwakwaza. Kiba alikuja na stari yake ya kuomba radhi, si kutoa condolences. Japokuwa kuna wale ambapo walipokea vibaya ujumbe wa msanii Alikiba, lakini sio vibaya sana kama post ya Diamond Platnumz. Juu kuna wale ambapo wanahisi kile ambapo kinaendelea vipi Kiba natoa maneno mawili matatu peke yake. Lakini wajapokea vibaya kama walivyopokea post ya msanii Diamond Platnumz. Ukumbuke Diamond Platnumz alikuja akatoa ujumbe mrefu sana, akitoa pole, condolences, yani akiombea nchi amani. Lakini baadaye kilichofuatia ni kuunfollow account yake. 100,000 ilipotea. Lakini kwa upande wa Alikiba alitumia akili kuandika maneno machache, inakaa ni kama kunyamaza na ni kuomba msamaha kwa Watanzania. Kumbuke Watanzania wana hasira sana na wasanii wao. Ni kwa nini? Waliwasaliti. So kuja kutoa condolences nini inaonekana ni jinsi gani unajionyesha kwa Watanzania. Ndio maana unaona post ya Alikiba ijawakwaza sana kama post ya Diamond Platnumz ama wasanii wengine. Amekuja kwa style yake ya kuomba radhi kwa au msamaha kwa Watanzania. Kwa upande wa msanii Harmonize Konde Boy, tangu hizi visanga zote zitoke nchini hajaongea kitu chochote kuhusu kinachoendelea nchini Tanzania. Amenyamaza sana. Isipokuwa ni post ya jana ambapo alikuja kupostpone show yake ambapo ilitakana ifanyike leo tarehe 7 Novemba mwaka wa 2025 pale mkoa Dodoma. Kuhusu kilichosababisha msanii Harmonize aweze kupostpone show yake, uongozi wa Konde Gang Worldwide uliweza kueleza ni kwa sababu wananchi wajatulia, wajahili, yani kwa kila mambo kilitokea nchini Tanzania. Lakini ukiangalia vizuri msanii Harmonize aliogopa kufanya show pale Dodoma kwa sababu stili wananchi bado wamewabeba kichwani, wamewakulia pilipili. Aliona maybe akaenda kufanya show pale Dodoma italeta visanga vingine. Ukumbuke wasanii wamebebwa sana na wananchi. Kufikia pale ambapo wananchi wameanza kuunfollow akaunti za wasanii. Ukiona akaunti ya msanii Diamond Platnumz imeweza kupoteza 100,000. Ukiangalia vizuri akaunti ya msanii Diamond Platnumz mwanzo ilikuwa na wafuasi 18.8. Sasa hivi akaunti yake ipo na wafuasi 18.7. Inamaanisha 100,000, wafuasi 100,000 washa unfollow account yake. Inaonyesha haswa ni jinsi gani wananchi wa Tanzania wana hasira na wasanii wao. So guys, maybe unajiuliza ni kwa nini Diamond Platnumz ndiye anaendelea kupoteza wafuasi kwa ukurasa wake wa Instagram. Account yake inaendelea kuripotiwa ili ipotee kabisa. Nataka uone hii video kwa makini. Kipindi Diamond Platnumz alipoelekea pale Kigoma kusupport Baba Levo, Diamond Platnumz alipokelewa vikali sana.
inamaanisha Watanzania wana upendo wa dhati kwa Diamond Platnumz. Na kitu ambapo wasanii wengi wanasahau ni kuwa kipindi wananchi wanakupenda, ikitokea siku umewakwaza, huo upendo unageuka kuwa chuki. Hii ndio inaendelea sasa kwa msanii Diamond Platnumz. Ilikuwa upendo, lakini kwa sasa kwa kuwakwaza Watanzania imekuwa sasa chuki. Wanaanifollow account zake, mara wana unsubscribe kwa YouTube channel. So imekuwa noma sana. Hali kwa Diamond Platnumz kwa sasa hivi haiko sawa kabisa. Kwa upande mwingine pia kuna wale ambapo wanasema labda maneno ambapo Diamond Platnumz aliyoandika kwa kilichotokea nchini Tanzania hajaomba msamaha, yani ndio sababu muhimu ambapo inaendelea kufanya Diamond Platnumz apoteze wafuasi. Lakini pia Diamond Platnumz alikwaza Watanzania, maana aliendelea kupost, yani kupromote kazi zake. So Watanzania maybe waliona Diamond Platnumz anaendelea kufanya shughuli zake, yani ana shughuli na Watanzania licha kilichotokea kwa kupoteza wapendwa wao. Diamond Platnumz anavaa elewe Watanzania, maana Watanzania wanapenda Diamond Platnumz. Jina Diamond Platnumz tumelijua kwa sababu Watanzania walimpromote sana na wanamupenda zaidi. So Diamond Platnumz kitu ambapo anavaa ajue hapa, ni lazima pia avae viatu vya wananchi, ajue ikiwa ni yeye amepoteza watu wake, aone mtu ambapo alikuwa anapenda sana anaendelea kufanya shughuli zake, yeye atahisi vipi? Hiyo ndio kitu Diamond Platnumz kwa sasa anahitaji kujua, maana Watanzania wanampenda. Na itatokea siku pia akirekebisha maneno vizuri, akuja ombe msamaha kwa Watanzania, bila shaka watamsamea na wataendelea kumfuatilia, maana Diamond Platnumz ni msanii mpendwa kwa Watanzania. Watanzania wanampenda sana. Diamond Platnumz ni lazima akumbuke hakuna vichwa viwili vinaivia kwa sufuria moja. Kipindi kichwa kimoja kinaleta vurugu, ni lazima kimoja kitulie, mambo ende sawa sawa. Diamond Platnumz ni lazima akumbuke hiyo maneno. Maana ukumbuke Drogba kipindi alikuwa anacheza pale Ulaya, alirebalete nchi yake ya Cote d'Ivoire. Ndio maana anakuambia watu maarufu au wasanii ni vio vya jamii. Msanii anaweza kaongea jambo na likafanyika hivyo hivyo, kwa sababu ukiangalia wafuasi wa Diamond Platnumz ni wengi, milioni 18 my friend, subscribers milioni 10, au sio watu wachache ambapo wanakufuatilia. Unaweza kaongea hata dunia nzima igusikie. Diamond Platnumz kitu ambapo anatakana ajue ni kuomba msamaha kwa Watanzania. Bila shaka watamupenda na wataendelea kumfuatilia, kwa sababu Diamond Platnumz it's a big star in Tanzania. Sasa mpenzi mtazamaji, kwa sasa ni hayo. Tungependa ushare nasi maoni yako hapo kwa uwanja wa comment section. Utuambie ni vipi unaona hii maneno ya pale Tanzania, wananchi wanaendelea kuvamia akaunti za wasanii wanaendelea kuwa na uoga. Tuachie maoni yako hapo kwa uwanja wa comment section, na ukumbuke kuona kama unaweza kufinya subscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele ili uweze kupokea habari zetu za kila siku. Oliso7 Media TV tunawapenda sana. Unaweza tufuatilia pia pale Facebook, TikTok, OMTV ama OMOM. Thank you so much. We love you guys.